ukilala hata Mungu hapendi wavivu. Fanya kazi ili upate riziki yako ya kila siku. Usipofanya kazi usile. Sasa hata utakula nini? Na hakuna kazi umefanya, chakula kitatoka wapi? Lazima ujitume. Karibu sana kwenye awamu ya pili ya Tafrija za Heri Njema, siku ya Jumanne tarehe 17 mwezi Februari. Na basi ni awamu ambayo huwa tunaangazia masuala ya familia, masuala ya ndoa, kuboresha familia na kuboresha ndoa zetu. Wiki jana tulizungumza mengi kuhusiana na siku ya wapendanao iliyopita, na katika yale mazungumzo yetu kukawa kuna swala ibuka kuhusiana na kustaafu ama ukipenda retirement, na ikasemekana kwamba kuna baadhi ambao hawajipangi, kwa hivyo wanapangwa na maisha. Basi tutapata kuangazia swala hilo siku ya leo, na wenyeji wetu wapo ndani. Naona pia vijana hapo wanaingia, wamekuja shule. Gladys Omido, karibu sana. Maureen, karibu sana. Natumai mmekuja na notebook. Leo lazima tusome. Beatrice Muhavi, habari ya Kangemi mami. Karibu sana. Na kila mmoja itike register hapa. Kikao cha familia kitakuwa pia live pale kwa Facebook. Wageni, hamjambo? Hatujambo. Habari ya wiki mbili? Mbili, si ndio? Ilikuwa kupumzika mzuri, yes. Kupumzika kumekuaje? Kuzuri sana. Tumefurahia, tumetulia. Yes. Na sasa tumekuja na steam. Karibu sana. Valentine ilikuwaje? Valentine yetu ilikuwa nzuri. Yes. Tulijifurahisha kwa njia yetu ya kipekee. Naona kuna mtu kwa studio anaangalia ati maisha ni kujifurahisha. Maisha ni kujifurahisha. Hasa tukiwa wawili hivi. Nisipomfurahisha, asiponifurahisha, nani hawafurahishi? Ni nani? Kwa hivyo ilikuwa nzuri. Na Mswahili anasema raha jipe mwenyewe. Ndio hiyo sasa. Lazima tujipe hiyo raha. Naona mnaelewa. Karibuni sana. Asante. Naomba mjitambulishe kwa msikilizaji na mtazamaji. Kwa wale wanatusikiliza mara ya kwanza ama kutuona mara ya kwanza, mimi naitwa Linet. Nami naitwa Tom. Na kwa upendo wa Kristo tunaunganishwa na jina moja, Lichuma. Tumekuwa katika ndoa miaka 47. Tumebarikiwa na watoto 7. Na tunaendelea kuomba nao pia waweze kuendeleza uzao wetu. Sisi pia ni wanandoa, wanachama wa Marriage Encounter Movement. Ni muungano wa wanandoa duniani ambao unashughulika na kuboresha ndoa. Ndoa zote ni nzuri, lakini muungano huu unaboresha zaidi. Na katika Diocese of Nairobi na hata zile zingine, formation ya Marriage Encounter couples inafanyika katika weekend, katika weekends. Na katika Nairobi ni mara 3 kwa mwaka. Kuna April, kuna August na kuna November na December, hapo zinashikana. So wanandoa ambao wanahitimu ama wale ambao wanakubaliwa kwenda katika Marriage Encounter ni wale ambao wameishi katika ndoa kwa miaka 3 na zaidi. Na hata wale ambao hawaja solemnize marriages zao katika kanisa, na bora tu wameishi pamoja kwa miaka 3 ama zaidi, pia wanaruhusiwa kwenda katika Marriage Encounter weekend. Hii weekend ushughulikiwa na couples na mapadri, na padri mmoja. Facilitation ni padri na a couple at a time. Na pia hii muungano sio ya Wakatoliki peke yao, hata non-Catholics wanaruhusiwa kuattend, because marriage ni universal. Shida zile tuko nazo ndio the Protestants wako nazo, na ndio hata Waislamu wako nazo. Kwa hivyo wote wanakaribishwa. Weekend ya kwanza this year itakuwa kutoka tarehe 10 mpaka 12. Hapa nyuma tu hapa St. Francis Spiritual Center, Kasarani. Na pia Marriage Encounter ilipokuwa inaendelea ikaona kuna mahali ambao kuna watu wamewachwa, wale ambao hawajaoana ama wale wameoana wamemaliza mwaka 1-2. So ikaanzisha Engaged Encounter, nayo inashughulikia wale ambao wako in relationship. Umepata mwenzako na mnajaribu kutembea, mnaona nafikiri ni yeye,
Sometimes unaona labda si mkienda marriage encounter, weekend encounter, engaged weekend encounter, itakufungulia sana uone kweli I am seeing the right person. Na wale ambao wamefunga ndoa wamemaliza mwaka mmoja, because it also helps kuonyesha what is expected of you katika hiyo ndoa yenu. Yeah. Na hizi tarehe mkizisahau, Monica pia ako na diary yake ameandika hapo hizo tarehe ili kukumbusha wale wasikilizaji na watazamaji ambao wataweza kusahau hizo tarehe 10 hadi 12 April. Yes. Na ya engaged encounter iko March. Sikumbuki the dates, we will send to Monica. Ni sawa, tutapata kuwaeleza. Karibuni sana kwa mada ya siku ya leo, na mada hii ilitokana na watoto wenu mliotupa wiki jana, na tunashukuru sana kwa Fred na Diana. Yes. Walifanya kazi safi sana kuzungumzia siku ya wapenda nao. Na basi kukawa na swala ibuka, na ni kuhusiana na kustaafu. Na ningependa kabla tuzungumzie yote, kwanza tuelewe kustaafu ni kupi, ni nini? Sababu mara nyingi tunaangalia kustaafu na kazi za ofisini. In fact now hiyo question imekuja at the right time kabisa, because tumekuwa tukitafuta couples ambao tunaweza kutembea nao. Na unajua Tom na Linet wanaendelea tutafika soon, tutakuwa na kwa Kiluya tunaita mkwaju. Kitu ya kutembea Third leg. Kutembea nayo. Third leg. Sitaweza kupanda hizi stairs. So tukipata young couples kama Diana na mwenzake wanajitokeza, na wengine ambao tunaendelea kuapproach, tunafurahia. Yes. It is like we are preparing for our retirement. Because hatutaishi Radio Waumini throughout. Tumechapa kazi hapa kabisa tangu 2013. Na retirement, Yes. ni kuacha yale ambayo unazoea kuyafanya kila siku. Kama sisi katika Radio Waumini kila Tuesday tunajua lazima tukuje. Ni commitment na tumejitolea hivyo. Na ni kama tu hata Monica naye kila saa 4 ameshafika katika Radio Waumini. Hiyo ni because kila siku lazima ako hapa hizo siku. So retirement maana yake ni kwamba unaacha jambo ambalo wewe ufanya kila siku ama kikawaida ama routine kwa kizungu. Unabadilisha, unaanza kufanya kitu kingine tofauti, ama unaenda tu una relax, unapumzika ukienda ma holidays, unaenda kwa ocean na kila kitu. So retirement sio tu kwa wale ambao ni wazee ama wale wameajiriwa kazini, ni katika maisha ya mwanadamu yoyote ambaye anaishi na anafanya kitu ambacho ni cha kila siku ama kila mwezi ama kila mwaka. So anajiondoa hapo. In fact nimewahi kusikia ya kwamba young mothers siku hizi wakiwa wako na uwezo wa mtu mmoja kusimamia familia, anaona wacha niwache hii kazi, ni retire, nilee watoto wangu. Because wale wanatusaidia wamekuwa wagumu, na ni shida ukiona sometimes ile watoto wanapitia through. So mtu anaona wacha ni retire, nilee watoto, wakifika age fulani then ninaweza kutafuta tena kurudi kazi. That is also retiring from that particular kufanya hii kazi ya ulezi. Na katika kazi, wale wanafanya kazi, kuna early retirement, inaitwa early retirement. Na hiyo early retirement, mwenye kazi anaona maybe kazi imepunguka ama systems zimewekwa in place ambazo zinafanya watu wengi hawana kitu wanafanya kwa sababu systems zinafanya hiyo kazi. Sasa wanaambia wafanyikazi ya kuwa sasa mwezi fulani tutafanya tunataka kufanya retrenchment, lakini wale ambao wanataka watoke mapema, waretire mapema, tutawapatia package fulani ili waende waanzishe maisha yao sasa in another field. So inaitwa early retirement. Na wale ambao hawatakubali early retirement, kuna ile tunaita retrenchment. Hiyo inakuwa ni wale either hawakukubali kuchukua hiyo package, ama kampani imedecide ya kuwa tutapunguza watu, lazima tupunguze. Sasa wana retrench. Kila watu wanachagua watu wale watabaki na wale wanaenda. So hapo kuna early retirement ambayo itakuja
na package na ama retrenchment, unaweza kwenda hata bila chochote. Okay. Inategemea company. Okay. Na maybe kuna wale pia ambaye hawatangojea aambiwe achukue early retirement na muajiri. Ana decide mimi nishafanya kazi ya kutosha, nataka nijaribu ni njia ingine, maybe biashara, maybe kufuga kuku na kuuza, because that is also income. So unawacha ile kazi ya routine ile umeandikwa ya kuenda kufanyia mwajiri, unajiajiri mwenyewe kufanya biashara yako. Okay. Asante, imepata kueleweka. Na sasa swali ambalo tutafaa kujiuliza hivi sasa ni lini, tuanze lini kujipanga kuhusiana na kustaafu, na labda tupate mfano kutoka kwenu. Mlianza kujipanga lini mambo ya kustaafu? Kwa kuwa najua umefanya kazi katika maofisi, mlianza kujipanga lini? Mimi naweza kusema ya kuwa Yes. Retirement unaanza ukiajiriwa. Ukiajiriwa unaanza kufikiria kuwa hii kazi ambayo nimepata ama hawa wamenikubali nifanye kazi kutoka kwao, sitaishi hapa milele. Itafika wakati nguvu zangu zitakuwa zimepunguka. Kama ni kazi ya nguvu sana ya kubeba magunia ama kusongesha mizigo hapa na pale, nguvu zinaisha. Na hata kama ni kazi za ofisi, nguvu pia zinaisha. Maybe macho yangu hayaoni vizuri, siwezi nikafanya kazi kwa bidii ama kwa haraka vile inahitajika. Naona mwili umedhoofika, na hata kama niko mgonjwa pia ina affect. So inafika mahali siwezi nikafanya hiyo kazi. Na nikitoka katika hii kazi ambayo ninafanya, nitafanya nini? Nitaenda wapi? Nitaishi wapi? Haya ni mambo ambayo lazima tunapoajiriwa kazi tuanze kujiuliza ya kuwa nimepata kazi. Mimi babangu alikuwa akiniambia, ukipata kazi nifanye nini? Uoe. Si vizuri mtu kuwa na kazi na hajaoa. Aliimbiwa hiyo wimbo for 2 years until akupata. So lazima tufikirie. Na pia ninataka kuongezea kwamba mimi kama kule nilikuwa nimeandikwa, barua inakuja na inasema umekuwa employed na retirement age is this. Kuna wakati walikuwa wamesema ni 55, lakini wakafika wakasema ni 60. So unafanya kazi ukijua hizi miaka nikifika hizi miaka nitaondoka. So as soon as unaajiriwa, uanze pia kufikiria hiyo retirement ikija, utakuwa uko tayari ama hauko tayari. Na katika hizo miaka ambazo mwajiri atakupatia ufanya kazi, lazima ufikirie juu ya retirement, kwa sababu ukitoka pale hakuna mtu mwingine atakusaidia kimaisha. Na ujui Mungu atakupatia maisha ya miaka mingapi baada ya hiyo retirement. Unaweza kuwa na bahati ukaishi hata miaka 30 after retirement. Kuna wale wanaishi miaka 5, kuna wale wanaishi miaka 10. Sisi tumeishi zaidi ya miaka 10 katika retirement. Na bado tunakanyaga safari. So uwezi ukajua mambo ya Mungu. So usipojipanga tangu hiyo siku ya kwanza, mshahara wa kwanza ukipata, uamue ya kuwa nitaanza kupanga maisha yangu kwa hizi pesa ambazo nitapata hapa. Hata kama ni kidogo, hizo ndio zako. Utapanga mambo yako madogo ya kukusaidia baada ya retirement. Tom, umetaja masuala ya fedha. Kabla tuje kuangalia ni vipi ambavyo retirement ama kule kustaafu kunapata kuathiri wawili wa ndoa, umetaja fedha. Katika kujipanga kuhusiana na kustaafu, ni masuala ya fedha peke yake? Katika kujipanga mambo ya retirement, vile tumepeana mfano hapa na Linet TV, tukasema kuwa kama mimi mzee alikuwa ananiambia alikuwa na quote efficiency. It's not good for a man. Lakini kwa kilugha, sio vizuri mtu kuishi peke yake kujipikia. Usizoee kujipikia. Ni vizuri ulete wa kukupikia. So pesa ziko as part of the plan. Kuna family as part of the plan. Na ukiwa na family as part of the plan, lazima ujue ya kuwa watoto utawasomesha tangu miaka 3 siku hizi mpaka miaka 20. Akimaliza university, Mungu amjalie apate kazi yake,
ajisomeshe masters na kuendelea mbele. Ama atafute kwa wale wanapeana bursaries wamsaidie. So ukiwa na watoto lazima ujue wako katika mpango yako. Utaishi nao kwa miaka 20. So lazima ujue nikiretire, tuseme kama at 60, mtoto wangu wa mwisho atakuwa miaka mingapi. Kwa sababu usipopanga hivyo utaona ya kuwa utaretire na ukute sasa ndio uko na mtoto ameenda grade 10 na sasa una retire. Sasa hiyo inakuwa ni mzigo kwako kwa sababu hauna any other income ikiwa haukujipanga vizuri kuwa kama nitakuwa nafanya biashara ama nitakuwa nafanya kitu fulani. Sasa huyo mtoto anaweza kuhangaika na hata asipate masomo ambayo ya kumsaidia katika maisha yake ya baadaye. Na ndio sababu tunaambia vijana. Yes. Oweni mapema. We ukingojea ufike 40, kijana ufike 40. Ndio unatafuta kuoa. Na tena mkioana hakuna guarantee mtaoana tu na next year mnapata mtoto. Mkikaa 5 years, sasa mtoto wa kwanza atakuja ukiwa 45. You have only 15 years to retire from formal employment. Haujajipanga njia nyingine. Huyo mtoto by the time una retire ndiye ameingia grade 10. Utasomesha aje? So ni vizuri kuanza mapema. Mnaenda shule, mnamaliza mapema, na pia Mungu anawajalia mnapata kazi. Ni vizuri kuanza mapema, mpate watoto kama bado mko na nguvu ya kuwalea. Tom na Linet walianza at 20 and 24. Yeah. Okay, asante kwa sababu nilikuwa nasikiliza mchungaji mwingine. Na alikuwa pia na argument kama hiyo yako Linet, akisema si kwamba mtoto unakuja mzazi shuleni kuona mtoto. Watoto wanaanza kuuliza kama ni babu yako ama ni baba yako, ni nyanya yako ama ni mamako Kwa hivyo ni challenge pia kwa vijana. Hiyo tumesha witness, watoto wanakataa wazazi. Wanasema nyinyi msikuje shule. Msikuje shuleni kwetu. Wanakataa watoto wa mwisho hapo. Wanakataa. Na hiyo hata wazazi wenyewe wanasikia vibaya. Wanaumia, lakini mtoto naye wenzake pia wanamuingilia. Wanamuuliza hao ni kina babu ama ni nani, ati ni wazazi wangu. Sasa wanaanza kumchekelea. So ina affect the emotional well-being ya huyo mtoto. So lazima tujipange ya kuwa hawa watoto tutembee nao safari. Tuanze nao mapema. Wakati huu miaka za kuoa zimeongezeka, sio kama sisi 20 na 24, maybe 28, 30. Ukifika 40 na hujapata mwenzako wa ndoa inakuwa ni vigumu. So juzi father alikuwa anasema, tembea kama macho iko wazi. Juzi tu angalia kwa kwaya, angalia hapa kwa kanisa, mahali ambapo unafanya kazi, angalia huko. Kuna watu wote hapo. Yes. Okay, asante. Na ni vema kwamba tunazungumzia swala la retirement wakati ambapo labda wengine wanasikiliza wakiwa afisini. Kwa sababu kwa wengi wetu tunajua, mtakubaliana nami, dhana ambayo tunayo ni kwamba masuala ya retirement ni uzeeni, lakini umetuambia siku ya kwanza utakapoingia pale kazini uanze kujipanga. So wale ambao tusikiliza na labda hujafika pale, nafasi bado unayo kwa sababu uko na nafasi hiyo kwa sasa. Basi tuangalie ni vipi ambavyo kule kustaafu kunaweza athiri ndoa na familia. Sasa ndoa nayo tumesema ya kuwa lazima viambatane na hiyo mpango ambao mimi kama baba ama Linet kama mama awe nao katika maisha yake. Kwa sababu ndoa is part of that life. Na tunajua kuwa ndoa ni wito wa Mwenyezi Mungu ili tuishi pamoja, tupendane, tutembee hiyo safari, tupate watoto, tuwalee, ili society sisi tukiondoka tuache watu ambao wanasaidia ulimwengu kufanya kazi zake. So inakuwa ni vizuri, you know, mara nyingi mkioana, because kuna kuanga na age difference between husband and wife. So definitely the man ata retire before awache mwenzake anaendelea. Na ni vizuri tunajua na tunapanga hata ukisha retire, mimi nikiendelea for the remaining 3 or 4 years, ile income inakuja bado itatusaidia kama familia. Hata kama watoto wako shule tunaongezea na ile tulikuwa tumejipanga nayo kuwasomesha. So tukifanya kazi pamoja as a couple itakuwa ni vizuri, lakini ikifika wakati mnafanya na kila mtu ako na mambo yake, you don't talk about the finances,
maybe share responsibilities, wewe utalipa school fees na nyumba, mimi nitafanya mambo ya mapishi, kualisha healthy. So and then mnapanga hivyo, lakini hamjui mtu anapata pesa ngapi. Ninaambia Tom, wewe ni responsible for rent na water na electricity na school fees, lakini sijui analipwa pesa ngapi. So mara nyingi anaendelea kuwa kwa madeni. Sasa akisha retire na au watoto kuna mmoja hajamaliza, mimi nitasema ati kwa sababu responsibility yangu ilikuwa jikoni, mimi naendelea na jikoni, sijali hiyo. Ni lazima nikamu in sasa kusaidia. So mkiwa mna work pamoja na mnaelewana, retirement haitaleta shida. But unfortunately wengi hiyo ndio inakuwa chanzo cha marriage kuharibika. Sasa kwa sababu pesa sasa haziko vile zilikuanga, ninaona huyu amekuwa like now amekuwa ni like lies zile zina feed on the blood. Naona like sasa yeye ana lean too much on me. But tukitembea pamoja, tukisaidiana, it shouldn't be a problem. Okay. So katika maisha ya ndoa lazima tuanze kujenga uhusiano wetu kama wanandoa. Ili tunaporitaya tuendelee kuishi yale maisha ambayo tunayaishi bila kupata shida. Tumekuwa na mifano mingi sana. Ya kwanza, tumeona watu wakiritaya, tuseme vile amesema, in most cases wazee ndio wanaritaya kwanza because miaka zao ni nyingi kidogo kuliko zao wakati wanaoana. Unakuta mzee anaritaya, amepanda basi, ameenda kwao mashambani. Mama amebaki mjini, anaendelea na shughuli zake. Yeye pia siku zake za kuritaya zinafika, kwa vile nyumba ni yao, yeye haendi. Anaishi tu town. Na mzee alienda mashambani na anaishi huko. Kwanza aliambiwa hakuna kitu unafanya hapo, rudi nyumbani ulinde huko. Yeah, so unakuta hapo ni ule uhusiano ambao wako strangers to each other because kila siku asubuhi walipokuwa wanafanya kazi wote, kila mmoja alikuwa anatoka. Wanakutana tu jioni. Wanakula, wanasali, wanalala. Kesho yake wanaachana, wanaenda miaka zote. Hakuna kitu kinawaleta pamoja ili waelewane, huyu aelewe mwenzake na amjue huyu mwingine amjue mwenzake zaidi. Sasa unakuta hakuna bond kati yao. Wanaishi tu. Mume na mke wanaishi kwa nyumba moja lakini hawana connection. So retirement ikija, unapata ya kuwa hiyo ndoa inaanza kuyumba. Na unakuta wakati mwingine mistake ile tunafanya, wazee kina Tom wanakuwa busy because tumepata watoto hawa 7, lazima niwapeleke shule vizuri. So he's working very hard kutafuta fees na kufanya nini, na hizo pesa ananipatia mimi ndio nalipa. Wakati nimeitwa shule fulani mimi ndio naenda. So watoto wanaangalia, wanaona mama ndiye anafanya, na mama wengine wabaya wanaambia watoto, mnaona baba yenu kazi yenu ni kulewa, because the man takes a little, so akirudi watoto wanaona amekunywa kidogo, mama anaambia baba yenu kulewa, mimi ndio nangangana nyanyinyi. Au watoto wakifaulu wanaenda wanapata makazi, wanaambia mama kuja tuishi na wewe, uliteseka sana. Mzee anawachwa huko in his old age. Mama anachukua credit ya fedha za wenyewe. So ni vizuri to work together. Hizo pesa hata kama mkikaa, ongeeni na watoto pamoja, waambie school fees tumepanga, mama ataenda kulipa, lakini mambo yote yako sawa. Everything, wacha watoto wajue that mna work together na hawawezi kuwa separate. Kama wetu, hakuna ule atajaribu kuita ati mama kuja ubabysit. Nimepata mtoto, tamwambia tukija tunakuja wote. Hata mimi na babysit in my own way. Ni pia naenda pia. Nakaa tu hapo nikiana. So watoto wakijua hivyo hawata separate. So teamwork ni muhimu sana katika maisha ya ndoa. Yes. Na pia watoto kujua ya kuwa wazazi wetu wanafanya kazi pamoja. Yeah. Okay, nataka tupunge hewa kidogo. Simnahisi kuna joto sana huko. Tupunge hewa kidogo, tutarejea katika awamu yetu ya pili na labda ya mwisho. Una swali, una maoni, sema nasi. Makala haya yako live kwa Facebook. Jessica Utha, thank you.
Blame Evelyn, Patrick Lubanga uko hapa, Anastasia Mwango pia ninakuona. Na basi tuchukue mapumziko kibao. Unaelezwa kwamba jitume na ujitume kwa mapema. Fanya kazi, usipofanya usile. This is Radio Waumini 88.3 FM. 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 This is Radio Waumini 88.3 Hakuna FM. ambaye ameandikiwa kushindwa, sote tu washindi. Na unatusikiliza kwenye idhaa ya Radio Waumini 88.3 FM. Tafrija Zahari Njema, kikao cha familia. Tunatoa mnalina tulichuma na tunapata kuangazia kule kustaafu kuna diri vipi maisha ya ndoa. Na basi tukirejea kwao, kuna swala ambalo tumeliangazia la fedha. Na ukweli uliopo Tom na Linet ni kwamba wakati wa retirement mlikuwa mshawekeza, mlikuwa mmeweka akiba pale. Na sasa ni kutoa, hakuna kuongezea, ni kutoa tu. Na hapo shida inaingia pale kwa hawa wawili wa ndoa. Pia unapata ya kwamba labda mtu hakuwa amejenga, rent iko hapa. Uzeeni, magonjwa ya uzeeni ndio hayo pia yanaingia. Ni vipi ambavyo hao watu watajipanga hivi kwamba nao hakuna kitu ambacho kinaingia kutoka nje kifedha? Maybe nikianza ni kusema ya kwamba wakati tunafanya kazi ni lazima tufikirie saa hii napata mshahara, nalipa rent, na after retirement ama nikifutwa kazi what will happen. So
kuna wale ambao wanajipanga wanasema sitalipa rent all my working life. Anafanya ndio ikafika wakati fulani anachukua loan ananunua nyumba. Yes. So that mtoke kwa rental muende kwa nyumba yenu. And already mko na nyumba mnaweza kuishi, lakini pia muweke kitu kidogo ya kuwasaidia chakula nini. Mambo ya hospitali inakuwa very expensive. Kama unaweza kuchukua insurance, kuna insurance ambazo zinasema uweke kitu kidogo ugonjwa ikitokea watakusaidia fanya. Wakati mwingine kama sisi wakati tulikuwa tunafanya kazi pesa hazingetosha, but at least kanyumba tulipata. But mambo ya hospitali sasa watoto ndio wanakuja in wanasema okay, hawa wazazi magonjwa ya uzee ni nyingi, lazima tuchukue insurance tuangalie tutafanya aje. So unapata watoto kama mliwasaidia na wamesoma vizuri, Mungu amewasaidia, watafikiria juu ya nyinyi, wapange mambo ya hospitali. Na ni kuendelea na kuomba Mungu, because hata zile zimewekwa ugonjwa naye ikitokea, hata kama ulikuwa umeweka ngapi na vile ulisema ni ya kutoa sasa, hesabu ya negative inaendaga kama mteremko. Na pia kwa wale ambao wanafanya biashara ama hata wale wameajiriwa, kuna kitu inaitwa pension. Most government organizations na other than government organization wako na mpangilio ya kitu wanaita pension. Hii pension kwa vijana ambao bado wanafanya kazi saa hizi, wasifikirie pension ni pesa nyingi, kwa sababu watu fikiria akisikia umeretire unapata pension. Hizo pesa ni kidogo sana. It is like 1/10 of your pay. So you can imagine ikiwa uliset standards za maisha za juu, mbona ana 100,000 na mwingine na 50, so mnaweka pamoja 150, mnakula mnaishi vizuri. Pension inakuja, mwingine anapata 10,000, mwingine anapata 15,000. Okay. So you can imagine utakuwa umedrop kutoka kwa mti juu mpaka chini. Kabisa. And that's why it's important unapoishi maisha yako ukifanya kazi hapa duniani mahali uliko, usiset standards ambazo uta maintain bila mshahara. Live within that standard ya hiyo mshahara yako. Ndio utakapo retire hauta feel that pain. Kuna example ya watu wawili ambao wali retire. Of course mimi nilitire before them. Mmoja wao hakukubali retirement, lakini miaka zikafika. Alishikwa na emotional challenge. Alikuwa anatoka nyumbani kwao, anakuja kwa ofisi, anakaa amevaa suti na tai yake. Unajua sasa retirement lazima utakuwa tunavaa hizo masuti. Anazunguka tu hiyo building, wenzako tu wanamuona, wanamhurumia, lakini hakuna kitu wataweza kufanyia. Na kuna mwingine naye alikuwa anashindwa kukaa kwa nyumba, because anakaa kwa nyumba na hana kitu cha kufanya mchana wote, next day mpaka siku zinasonga hivyo. Naye sasa alikuwa anarudi kwa ofisi, anaingia, anaanza kuambia watu afanye nini, anawaonyesha anatembea akiwasalamia, especially mwisho wa mwezi. Nimekuja kuwasalamia, unajua nimelipwa, ukimsaidia tu na kitu kidogo. Mpaka watu wakamchukia, wakiona tu anatokea huko wanaanza kusikia vibaya. Alafu wanaanza kusema nilikuwa naketi pale na nilikuwa nafanya kazi hivi, na watu wakiwa kazini hawataki kusumbuliwa. Hiyo ni emotional challenge ambayo sisi tumeshuhudia ikifanyika. So ni vizuri tu kuanza mapema na uendelee hivyo na lifestyle yako uweke tu katikati. Uende tu na lifestyle katikati. Ndio ukifika retirement hata ukidrop hauta drop ile ya kukusumbua akili. Huyo hakujikubali. Hakukubali. Naona kuna mengi ya kuzungumzia. Tuko na dada yetu hapa anaitwa Dolphin, anatusikiliza kutoka Saudi Arabia. Na anasema pale umri ukifika wa retirement, mama anarudi kuishi na kujipikia jikoni, na baba anarudi nyumba kubwa kujipikia. Kila mtu anangangana na maisha. Kuna swali lingine hapa, msikilizaji anauliza, umezungumzia swala la kushirikiana. Hebu tuseme huyu ambaye alikuwa anafanya kazi mbali, hakuwa anakuja nyumbani,
wakati umefika na amerudi nyumbani na hukujua kuishi naye, mtaishi vipi? Na labda ni mtu wa kupelekwa nje na kurudishwa, ile na kwa heshima zote wanasema unamwanika na kuanua. Aha. Okay, na wakati alikuwa bado anafanya kazi hakuwa anakuja nyumbani. Anakuja labda ni wale wakuja weekend alafu anarudi, so hakuja kuwa na mahusiano. Yeah, in fact shida inakuwa wale wanaishi nyumbani wanajua hizo kazi za kulima, kushika hapa, kuchange mbuzi kutoka hapa kwenda huko. Lakini wale ambao tumezoea kuishi huku, mimi wakati mmoja niliambia mama, mimi mama jembe, niliposoma ndio nilimaliza mambo ya jembe. Because we can't, after staying for so many years, siwezi kuenda nyumbani nianze kujifanya ati na lima kama wale. Nitagonjeka. So mwenzako kama alikuwa anaishi hayo maisha na akija mutrain pole pole. Usiamuke umwambie kuja tuende tuangalie kuku turogote mayai, na yeye hajazoea hiyo kuinama kuchukua hizo mayai. Ni vizuri wewe uiname ukichukua, na wewe unamwambia weka hapa, wacha nikuletee trays, nikileta wewe unapanga kwa tray, at least when he's sitting. Then eventually maybe atazoea. Lakini ikifika unaona ya kwamba sasa ameretire na anakuwa useless, unamkatisia maisha yake. Okay. Maybe nitaongezea tu kitu kidogo, Monica, ya kuwa tunapoishi maisha ya ndoa, tunajua ya kuwa kila mtu ameajiriwa afanye kazi ili wapate chakula cha kila siku na mahitaji mengine. Lakini hata kama ninaishi Amerika ama ninaishi Urusi ama naishi UK na familia yangu iko huku Kenya, lazima nitafute juu chini vile tutakuwa tunaonana, tukipanga mambo ama kuonana kabisa physical, because I know it is possible. Na njia ni mbili. Either nikipata kalikizo kadogo lazima nikuje nyumbani, ama mwenzangu ambaye anaishi nyumbani namuita nampatia uwezo wa kuja mahali mimi niko, so that tuendelee kujenga uhusiano, because when we are strangers itakuwa ni vile umesema, kazi ya kuanika na kurudisha kwa nyumba itakuwa ni ngumu. Na pia tukumbuke katika maisha ya ndoa sisi ni wanandoa na tumefunga ndoa zetu kanisani. Kuna hiyo allowance ambayo inasema till death do us part. Na katika magonjwa na katika so lazima tukubali yote ikitokea, na hiyo itatokea tu, hiyo kukubaliana itatokea vizuri kama tulianza kujenga maisha yetu vizuri. Nikiwa Amerika namuita huko tu, anakaa huko, kama apendi kukaa sana anakaa 2 weeks anarudi huku, ama mimi nakuja tunakaa. Hiyo ndio kujenga ule uhusiano wetu ambao utafanya maisha yetu ya baadaye yawe mazuri. Okay, kuna mwingine hapa anawashwa sana. Anasema topic ni mzuri, mnazungumzia about retirement lakini siwe ni wale wazee wanaenda kula maisha huko wakati ambapo wako kazini, na retirement ikiingia anarudi hapa tumchunge. Mtu atajipanga. Ndio nimesema lazima tuwe na Ukristo ndani yetu pia. Lazima tuwe na Ukristo ya kuwa yeye alienda na yeye pia akiwa kule ajue yeye ni mtu ako na familia yake, asisahau familia. Na huyu ambaye alibaki huku akumbuke ako na mume wake ama mke wake ambaye anafanya kazi mahali fulani. Watafute njia ya kukutana. Linet, Yes. kuna mambo kama hayo yanafanyika? Kuna hayo yanafanyika, especially wazee ambao wanapata pesa mzuri na wewe uko nyumbani, anatuma pesa, unafanya hizo kazi, unajenga boma yake, lakini huku ananipatia kachungu. Anaichonga kachungu. Machungwa Mpango wa kando inaendelea. Na unajua ukidiscover inakuwa ngumu, unasema tu ngoja. Sasa wewe unatumia zile pesa na kutumia vizuri sana kuendesha boma yako. Wakati ataretire ni rahisi sana kuambiwa aenda kwa wale ulikuwa unakula nao raha. So ni vizuri tujaribu kuishi maisha ambayo inafurahisha Mungu. Okay, asante. Na sasa kwa kuwa pia muda wetu naona umeyoyoma, tunapolizungumzia swala hili la kustaafu, sehemu ya watoto iko wapi? Nafasi yao ni gani katika retirement? Kwa sababu pia unapata kuna wazazi labda hakujipanga, wanakuja wanakuwa mzigo kwa watoto. Tukumbuke ya kuwa kuna cultures katika ulimwengu huu, and these cultures are different. Kuna cultures ambazo zinasema ya kuwa
watoto wana grow, wanasomeshwa, wanatafuta kazi wakijua ya kuwa tuko na wazazi na hao wazazi miaka zao na zetu ni tofauti. So watakapo retire, sisi tuko katika prime age ya kufanya kazi, tutaendelea kuwasaidia. Na hata amri ya Mungu inasema ya kuwa hao wazazi lazima watoto walinde, ndio miaka zao ziongezewe. So sehemu ya watoto katika haya maisha inategemea vile ulishughulika na masomo yao, because ikiwa haukushughulika na masomo yao, hawakusoma vizuri, hawatakuwa na kitu cha kukusaidia. Na ndio lazima tuweke mkazo katika masomo ya watoto. Hata kanisa lenyewe linasema kuwa jukumu la wazazi ni kuonyesha watoto njia ya Mungu na kuwasomesha. Haya masomo ambayo kanisa linasema wasome, wanasoma ili wasaidie watu wengine, na sisi wazazi tukiwa part of it. But if na lifestyle inaenda ikichange. Sisi tukisoma tulikuwa tunasoma tukijua nikipata kazi nitasaidia wazazi wangu. Siku hizi watoto anakuambia it was your responsibility na kunisomesha. Lakini naye akisema hivyo akumbuke hata yeye atapata watoto na watamfanyia the same. Kuna padri alikuwa ana preach kwa kanisa yetu wakati mwingine. Akasema wale ambao wanapeleka watoto boarding school, mjue in old age they will take you to homes. Okay. So the way tunawalea itawasaidia either to get close and to continue help, na pia hata wakitusaidia tukubali ile kidogo because even them they are now bringing up their families. Yes. Na kuna padri la mwisho, ni kuna padri naye alikuwa na preach homily ni mwezi uliopita tu, akasema ya kuwa hawa wazazi lazima wasaidiwe na watoto wao, na alikuwa anahubiria vijana na wale wako na wazazi. Akasema ya kuwa tunajua ya kuwa mnatoa tithe 10%, lakini maoni yangu hao wazazi muwapatie hata 20 ama 30%. Padri alikuwa na preach na akasema hivyo. Okay. Kwa sababu hawa ndio walishughulika na nyinyi, wakaweka mahali mko sahihi. Okay. Kwa hivyo tuwekeze katika watoto wetu kwa sababu ya siku za hapo usoni. Okay. Kidogo naona muda wetu umekatika kwa sababu itimi hapo saa 7 tupokee habari. Baada ya habari tuna ibada takatifu ya misa moja kwa moja kutoka kule Holy Family Basilica. Lynette, thanks. Sikujua mambo ya jembe humalizwa na masomo. Haya, Dr. Irongo Maina huyo. Asante. Rosemary Ndegwa, thank you mami. Na unasema wale wako kazini wanadharau sana wale ambao wameretire. Kwa hivyo usirudi pale ulitoka kazini. Wewe enda kabisa. It's part of healing, Yes. Na unasema usipokubali ya kwamba umeretire, itakuwa rough. Asanteni Tom na Lynette kwa mada hii. Najua tutaona kama tutaweza kuendelea. Najua kuna mengi ya retirement ambayo tunaweza kuzungumzia. Mbarikiwe sana. Asante. Na mchana mwema. Asante. Saa 7 si tuko pamoja kwa misa saa 7:15. Yes. Asante. Najua pia mnafuatilia mabadiliko. Yes. Tunafuatilia. Mbarikiwe. Na tunawatakia Lent njema. Lent inaanza kesho. Tufuate Mungu. Sure. Asante. Kikao cha familia na ambacho hukujia kila siku ya Jumanne muda na wakati kama huu. Saa 7 inasalia dakika 4 tupokee habari kisha ibada ya misa. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3